I want to continue highlighting matters Finance Bill 2024 and outline areas where I think that this finance bill is not the right piece of law that can help us move this country forward. It is actually very punitive, very oppressive, and unconstitutional. Why? Because in Parliament, we normally say you can't make a law to obscure other laws. In 2020-2021, I participated in the last Parliament in the process of making the Data Protection Act. That is a law that protects you from invasion on your personal information. The law is very clear and it is now aligned to the Constitution of Kenya, the right to protection of your information. But this finance proposal 2024 is proposing that we should allow the amendment of that Data Protection Act so that we can allow KRA to access your personal information, matters finance, so that they can be able to collect taxes from you. So if we do what this finance bill is saying, basically we are going to allow KRA to be invading your M-Pesa statements, your mobile money platforms, your wallets, your online e-wallets, and harvest and retrieve information about you and your money, and therefore collect that money according to the Tax Procedures Act that is also being amended. So this finance bill is actually proposing to amend laws and make laws that are going to obscure other laws from functioning. And that is irregular. And that is why I'm flagging out this finance bill proposal as irregular, unprocedural, and unconstitutional. By the way, I don't know whether the business community have thought about this. If we allow KRA to be invading your personal information financially, I don't think we are going to govern this country properly, because knowing what I know and what you may know is that people can penetrate and misuse KRA to make sure nobody ever vies for a political seat, to make sure that if you're competing with somebody in business, they can use KRA to harass you. And KRA now will have access to even come to your house and get financial information if you have it in the house, if you allow this amendment to go through. And because I have read it, I am appealing to you. Call your member of parliament, walk into their offices and appeal to them to either amend this finance proposal and remove those oppressive recommendations. Otherwise, for the business community and for the politicians, it's going to be a rough road ahead. I am so sorry to watu ambao wanalima kama mimi. Wale ambao wanalima vitu ambazo zinabebwa na wheelbarrow. Hii proposal ya finance bill ikipita, hii wheelbarrow itapanda bei kutoka shilingi 3,500 to 6,000, almost 50% or even more. Kwa nini? Ile tire inawekwa kwa wheelbarrow. Hii imewekwa katika ile category ya items ambazo zinawekewa tax inaitwa eco levy. Hiyo gurudumu ukienda kuinunua ikiwa peke yake inauzwa 700. Ukienda sasa kuiweka kwa wheelbarrow ile mabati. Lakini according to this proposal inasemekana ya kwamba hiyo mgurudumu itatoka 700 itaenda 1,700. Yani imeongezwa 1,000 on top. That is 143% increment. 143% increment. Ni kitu gani inaongezwa bei kutoka 700 inafika 1,700. Kai. Sasa wale ambao wanabeba maziwa na wheelbarrow kama sisi, wale ambao wanajenga na wheelbarrow, wale wanabeba miwa na wheelbarrow, wale wanabeba kahawa na wheelbarrow kama sisi, hii tax, hii finance bill lazima iaguke. Hii
Mimi Wamuchomba siwezi kubali kupitisha hii kama iko na proposal kama hiyo. Inafinyiria watu wangu ambao wananiamini na wananipatia kura. Kwa hivyo, mimi nataka kuongea na wewe ambaye unaniona. Tafuta mjumbe wako. Na haijalishi ni wa chama gani. Si ulimchagua aende bunge kusimamie? Haki ya Mungu nipatieni quorum. Hii kitu ianguke. Nataka quorum. Type quorum ya no, reject finance bill, quorum, tunataka quorum hiyo kitu ianguke hii. Kama si kuangusha, basi lazima tutoe. Hiyo tuweke amendment tutoe. Haiwezekani kuwa ati ile gurudumu ambayo inatengeneza wheelbarrow, ile gurudumu inawekwa kwa wheelchair, kwa hivyo hata wheelchair zitapanda the same price. Kwanza ya wheelchair ni mbaya kwa sababu ile gurudumu ile ya wheelchair ile mtu anazungushanga hivi, hiyo gurudumu inatoka from 500 shillings to 1500. Ya imeongezwa 1000 on top. 200% increment. Oh my God. Unaona tule tu trolleys, mimi nikiwa mama county Kiambu nilikuwa napeana trolleys sana. Hizo tu trolleys ako kamuguu pia kameongezwa from 650 shillings to 1650. 154% increment. This is madness. Yani hata sio fadhali tu ongeze 100 ama 200 akia Mungu. Unaongeza whole thou on top. Sasa wheelbarrow kama ilikuwa ina cost 3500 itaenda 600.